Thank you so much. Whoever would love life. Salimia mtu na mwambie hivyo. Whoever would love life. Si tulikubaliana mliandikana nje. Unajua ile ndoto ndio nini? Whoever would love life. Haya, tu mnaweza kuongeza tukasema kidogo. Mwambie whoever would love life. And desires to see good days. Haya, rudia kwa mwingine, mwambie whoever desires. Whoever would love life and desires to see good days. Unaweza kumtafsiria kwa Kiswahili, mwambie yeyote anayependa kuishi na kuona siku njema, auzuilie ulimi wake kunena hila, na mdomo wake na kinywa chake. Ni kinywa Kiswahili, na kinywa chake kunena ila pia. Okay, so we're doing that from the book of Psalm 34. That's the main text. Lakini pia pale kuna reference ambayo tutaifanya 1 Peter. Nitaenda toka upesi tu. 1 Peter 3:8 to 16. 1 Peter 8 to 16. Hiyo masaa ikifika hii yangu inazima siku hizi. Hii mlifanyia nini? Ama mlitoa? Na huyo ni wa Sunday school apelekwe. Huyo apelekwa Sunday school. Huyo ni wa Sunday school apelekwa. Ndio tumsaidie kujua anafaa kuwa Sunday. But that's 1 Peter. Finally, all of you, this is verse 8. Yeah. So finally, all of you, be of one mind. Have compassion for one another. Love as brothers. Be tender-hearted. Be courteous. Not returning evil for evil, or reviling for reviling. This English is very difficult. Do you have a different version? This New King James Version. Do you have a different version? Which other version do you have? Sasa hii refiling for refiling. But on the contrary, blessing, knowing. Okay. Umepata hiyo ingine? Tuweke hiyo ingine ndio tusi pata maneno magumu sana. New King James Version. Haya, tusome. Kwani umekuja? Tuko hapo tu kwa do not repay. Okay. Haya. This is NIV UK version. Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessing. Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. He must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Who is going to harm you if you are eager to do good? But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened. Okay. Visa inakuwa kila mahali hapa kwanza. Okay, sawa. Thank you. Na hiyo mkumbukane mfanye mapema ndio tuzoee.
hata mngefanya hii mapema ndio nizoee. Ni vile sasa hizi siko sure kama nitazoea. So tu niomea tu peke yangu. Okay. Hebu zima tuone kama, lakini sasa watu hao watakuwa na shida. Okay, sawa sawa. Wacha tutulie tu tutaelewana. Tumefika wapi? But in your hearts set apart Christ as the Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you, to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Let's go to Psalm 34. Psalm 34. Peter is just referring from this writing of David, ambayo iko Psalm 34. Iko Psalm 34. Possibly we can begin from verse 4. May not be able to read all of them. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant; their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His saints, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come. This is now very key. This is where the main someone comes from. Come, my children, listen to me, and I will teach you the fear of the Lord. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from speaking lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Wacha tu achie hapo. Nimesema, I just want to speak with us about whoever would love life. Whoever would love life and desires to see goodness. Yeyote ambaye anapenda kuishi na anatamani kuona siku njema katika maisha yake. Nataka kuamini ya kwamba haya ndiyo maombi na matamanio ya kila mmoja aliye hapa. Bwana Yesu asifiwe. Matamanio ya kila mmoja ni ya kwamba aishi na kesho yake iwe njema kuliko leo yake. Na mtumishi wa Mungu David, he encourages us. Hapa anaposema my children, watoto wangu. Na ukisoma hii Zaburi vizuri unapata kwamba Daudi aliandika baada ya kupitia katika hali ya changamoto na mambo yaliyokuwa magumu na mazito, baada ya kukimbizwa na kuachiliwa na he was left alone, na akafika mahali kwa pango, in a cave, na katika lile pango akiwa pale, the Bible says ni kama alikuwa amepangawa. It's like alikuwa amekuwa, kichwa kilikuwa kimekuwa hakiko sawa. Akaanza kumtolea Bwana wimbo. Wimbo huu ulikuwa ni wimbo. This was a song that David was singing
beginning to go. After God had delivered him, akiwa amemuokoa kwa watesi wake, akiwa amempa chakula, akiwa amemvika, akiwa amemtendea mambo tofauti tofauti, Daudi anampatia Bwana wimbo, na anaitoa kwetu leo kama funzo ama somo ama himizo kwa yeyote ambaye katika maisha haya anatamani kwenda mbali, anatamani kushinda katika haya maisha. Mtu aliye na tamaa ya kukaa na kuishi maisha ya kushinda anafaa kuwa mtu wa aina gani? Anafaa aishi maisha ambayo a life that is characterized by what? Nataka kuwapa tu mambo machache, that if you desire to have life in abundance, life, na nikasema ya kwamba unaweza ukawa uko hai lakini ndani yako hakuna uhai. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa uko hai, but inside of you there is no life. You are living, but inside of you there is no life. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nataka tu kwa kidogo tu nizungumze kwa mtu ambaye anatamani kuwa na uhai. Kuna chemichemi za uhai ambazo zinatoka ndani yake. Mtu ambaye anatamani kuwa na kesho ambayo ni nzuri kuliko leo hii. Someone who has that desire. Like me, I have that desire. Bwana Yesu asifiwe. Anafaa aishi maisha ya aina gani? Anafaa akae maisha ambayo yako namna gani? Na akikaa hayo maisha, Mungu atatenda nini kwake? Very briefly, nataka nikupe mambo matano vile anafaa huyu mtu akae na vile Mungu anamtendea akikaa hivi. Then nitamaliza. Jambo la kwanza, nikasema ya kwamba kulingana na neno la Bwana mahali ambapo tumesoma, if you so wish and desire to have life and live life. Ukiishi unasikia unaishi. Unajua kuna watu wanaishi lakini kabisa wanaishi lakini wanajua kabisa hawaishi, ni kama walikufa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye nataka kuzungumza, mtu ambaye you want to have, yani ndani yako unatokea uhai, kunaonekana uhai, watu wakikuangalia wanakuona mtu ako na uhai, sio mtu ambaye sitaki kusema ni mfu, lakini you can be living but you are living dead. Hello? Living dead. Because there is nothing good that people can get from you. Ndani yako kile ambacho kinatoka ni toxic kwa Kiswahili ni toxicity. Sumu. Yaani ndani yako tu kile ambacho kinatoka ni sumu. Ukipitia mahali tu kuna kamnyama ka huko kwetu, si kama kako huko kwenu, mahali mimi nimetoka huko Kamudini. Kanaitwa lengwe. Inaitwa lwenge. Sio mfano mzuri tu, lakini mwache nitu niitumie. Lwenge ni porcupine. Lwenge ni kwa Kiingereza ni lwenge. Okay. Mwende mtafuta, hiyo ni mtihani. Ningapo tabaza kila kitu. Lwenge ni mnyama mimi sijawahi ona, nilisikia. Lakini huwa ninasikia ikipitia mahali defense mechanism yake ni kupollute. Na huwa ina pollute kitu mbaya such that mbwa ikiisikia inakuja ikipiga nduru. Mnanielewa? Yaani ni kitu hiyo, ndio adaptive system yake ya na unajua kuna watu wako kama hiyo kama nyama. Mmeniambia inaitwaje Kiswahili ama Kiingereza? Skunk. Inaitwa skunk. Yes, skunk.
Thank you. No, you know, a skunk. Ndio tunasemanga stinking like a skunk. Ile neno simulivi. Hello. Sasa hiyo kamunyama mahali imepitia hivi ikipita, inaacha kila mtu akicomplain. Na unajua kuna Wakristo wako hivyo. Naogopa kuwaita Wakristo wake. Kuna watu wako hivyo, akipitia mahali tu hivi katikati yenu kwa kwaya, anaacha kila mtu akilia. Kwa kanisa akipita, hello, inside of you there should come breath of goodness. Ndani yako nafaa kutokea breath, ni pumzi ya uhai. Bwana Yesu asifiwe. Mambo matano. Jambo la kwanza, people who desire to have life, one, they must live in the fear of God. Na ni vizuri tu wakati mchungaji anahubiri huo anajiweka kwa mizani. They must live. If you desire life and good days, you must live in the fear of God. Reference. Nisema ni hiyo, sio ile kuogopa, ni ile heshima kwa Mungu. Kwa wakati wako utasoma Proverbs 1:7. That's number one, fear. They should live in fear of God. Number two, you should keep your tongue from evil. Keep your tongue from evil. Ule wimbo mlimba 1 2 go. Aineni mnaniangusha 1 2 go. Sisikii tena na Sabran. Bwana sisikii purity. Nimesema karibu ni waite ngapi? Nimesema joy. Haya 1 2 go. Si unaona wale hawajui. Ulimi wako yafaa kuutunza. Na by the way, mkiimba hiyo wimbo mnafikirianga vile inasema? Sinikuuliza, mnaimbanga mkijua, mnajuanga by the way hiyo wimbo? Mnaijuanga? Apart from kudansi, unajua mnaidansingi vizuri. Mnajuanga vile inasema? Ulimi wako yafaa uutunze. Usitoe maneno ya kuumiza. Bwana Yesu asifiwe. You must keep your tongue from evil. At your time you can read Colossians 4:6. Avoid a lying tongue. Ulimi wa uongo. The tongue that lies. At your time you can read Psalm 35:20. Psalm 62:4. Number 4, nimesema ya kwamba kwanza nimesema kama unatamani kuishi maisha ya wema, fear the Lord. Keep your tongue from evil. Avoid lies, a lying tongue. Number 4, turn from evil and do good. Geuka kutoka kwa kufanya uovu na kufanya wema. Turn from evil and do good. Proverbs 16:7, Proverbs 3:7. Hiyo utaenda usoma kwa wakati wako. Then number 5. Kwa mtu yeyote apendaye kuishi, seek peace and pursue it. Seek peace and pursue it. Popote pale ulipo, tafuta amani na uifuate kwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wasiopenda amani, hao wanapenda kufuruka. 5 things for anyone who desires
to have life and life in abundance and desires to see good days. Number one, you must live in fear of God. Number two, keep your tongue from evil. Number three, avoid lies. Number four, turn from evil and do good. Number five, seek peace and pursue it. Na ukifanya hayo mambo matano, naye Mungu atafanya nini kwako? Niyataje tu alafu tumalize tuende. Unapofanya hayo mambo katika hali ya kutamani kuishi na kuona siku njema, unapofanya hayo mambo, naye Mungu atafanya nini kwako? 34:4 and 6. So wacha niyataje mambo mengine matano pia Mungu atayafanya kwa mtu wa aina hiyo, kwa mtu ambaye anakaa hayo maisha. Mungu atafanya nini kwake? Jambo la kwanza, the Lord will deliver him from all his troubles. The Lord will deliver him. Mungu atamuokoa kwa shida zake zote. The Lord will deliver him from all his troubles. 2 verse 7. Ninasema hivyo ndio kwa wakati wako uende ujisomee. Verse 7. Jambo la pili Mungu atakalo litenda kwako kiwa mtu wa aina hiyo, wa kutamani kuishi na kuona siku njema, na unakaa kwa kumcha Bwana, kwa kuchunga ulimi wako, kuongopa, kuhakikisha kwamba hauishi kwa maisha ya udanganyifu, kwa kuacha uovu na kufanya wema, kwa kutafuta amani na kuifuata. The Lord will deliver you from all your troubles. 2, the angel of the Lord. The angel of the Lord. Si unisomee hiyo mstari tafadhali. Verse 7. Verse 7 or 34. Somea tu hiyo. Verse 7. Yeah. The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them. The angel of the Lord will encamp. This is to mean that you'll be fully secured and protected. Bwana Yesu asifiwe. Fully protected by the angel of the Lord. The angel of the Lord will encamp, and he camps around those who fear him. Number 3. Ya kwanza nimesema nini? Mambo ambayo Mungu anayatenda, what the Lord does to people who desire such life. Namba ya kwanza nimesema the Lord will deliver you from all your troubles. Number 2, the angel of the Lord will encamp. Malaika wa Bwana atakuzingira. Amen. Number 3, hata kama unasikia kausingizi kanakuja tu, unaongea, ukiongea kanaenda. Number 3, verse 9. Ukijua nikisema hivyo, unajua niko huko. Unajua kuna watu wengine hawajuagi vile huwa wanalala. Sasa usicheke sana. Kuna watu wengine hawajuagi. Unahitaji tu kuambiwa. And you know when you sleep, there are 3 things that can happen. 3 obvious things that can happen when you sleep. Today I'll mention 1. And the other 2, I'll mention them later. When you sleep, you can snore. Snoring is number 1. Number 2 and number 3, sitasema. Wewe utauliza huyo mtu wako karibu na wewe. So, nimesema number 3, those who desire life. Those who desire life. Ya kwanza nimesema the Lord will deliver them from all their troubles. Ya pili nikasema the angel of the Lord encamps around them. Ya tatu, those who fear the Lord lack. That's verse 9. They lack nothing. They lack nothing. Hawatakosa kitu chochote chema. Wale ambao na hao watu ninazungumzia hapa ni wale watu nilisema tu wanaotamani kuishi na kuona siku njema, na wanayokaa hayo maisha, yale mambo matano nimeyataja. Jambo la hili, make sure tu umeshika, kwa sababu tutazirudia tu tukimaliza. The eyes
of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. Please, can you repeat that after me? The eyes of the Lord. Unaweza kuongeza sauti kidogo nikusikie. The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. Macho ya Bwana waelekea wenye haki, na masikio yake usikia kilio chao. Bwana Yesu asifiwe. Number 5, a righteous man. Nisome hiyo, tutasoma verse 19. Give us verse 19. Verse 19. Hiyo tusome kwa pamoja. 1, 2, go. But the Lord delivers him from them. Please, you can make this your memory verse. Hebu tuende pamoja. 1, 2, go. This was one of the memory verses mimi nilijua nikiwa Sunday school, nikiwa mdogo. Na nilijua kwa Kikamba. Inasemaje? Mathina ni maingi ma mondo mulonga ende leo from bono kasi kwamo on the troubles of a righteous man may be many, but the Lord will deliver him from them all. I may not understand the kind of troubles that you're going through, but my prayer for you is that the Lord will deliver you from them all. Si useme amen. May the Lord deliver you from them all. And then number 6, and the last one. Whoever takes refuge in the Lord will never be condemned. Whoever takes refuge in the Lord will never be condemned. Nimesema mambo 6 kwa mtu ambaye apenda kuishi na kuona siku njema. Nikasema kwamba anafaa kukaa maisha ya aina gani? The fear of the Lord, by keeping your tongue from evil, avoiding lies, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Na nikasema ukifanya hayo mambo, Mungu atafanya mambo 6. Jambo la kwanza, hiyo sasa ziwapi. Jambo la kwanza, I want to go. The Lord, make sure tu umeshika hata kama ni moja, enda na. The Lord will deliver him from all troubles. Ingine umeshika. The angel of the Lord, and he comes around those who, ende kumbe umeshika. Number 3, they will lack nothing. yes, They they will lack nothing. For the eyes of the Lord are the eyes, the eyes of the Lord are on the righteous, and his the eyes of the Lord are on them who, righteous those who are righteous, and his ears are attentive. By the way, so far kuna mtu anashika hata moja. Number, tuko number 5. Number 5. Si ndio ile tumerudia hapa sana, verse 17. Mpaka niwasomee kwa Kikamba watu huko, hiyo mnafaa kujua hiyo mstari. A righteous man may have, but the Lord. Number 6 and the last one. Whoever takes refuge in the Lord will never be condemned. Salimia mtu, simama naye muulize wewe umeshika gani? Simama naye muulize umeshika gani? Kuna mtu anasema the fear of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Muulize wewe umeshika gani? Mwambie akusomee moja ama mbili. Unajua unaweza kuwa tu kuna mtu hapa na hajashika kitu. Akusomee moja. Mwambie tu akuambie moja. Yeye ameshika gani? Mwambie akuambie moja na ukuwe serious na yeye. Bwana asifiwe. Amekuambia gani?